Linaendelea kwa sasa hivi, tutaelekea kule baadaye. Lakini awali asubuhi watu 11 wamekamatwa jijini Nairobi baada ya polisi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakijaribu kuelekea katika jumba la mikutano ya kimataifa la Kenyatta KICC, ambapo mkutano wa maendeleo ya Afrika unaendelea. Makundi mawili tofauti ya waandamanaji yalizuiwa na maafisa wa kupambana na ghasia katika operesheni kali ya usalama iliyoshuhudiwa katikati mwa jiji. Mwanahabari wetu Catherine Moraget anatuletea taarifa hiyo kwa kina. Vuta ni kuvuta ilishuhudiwa katikati mwa jiji la Nairobi baada ya maafisa wa kupambana na ghasia kuwazuia waandamanaji waliokuwa wakijaribu kufika katika mkutano wa maendeleo ya Afrika unaoendelea ndani ya ukumbi wa KICC. Kundi la kwanza la waandamanaji lilijaribu kuelekea eneo la mkutano kupitia barabara iliyo karibu na hoteli ya Serena, lakini jaribio lao halikufua dafu baada ya kupatana na vizuizi vya polisi karibu na mabweni ya YMCA kabla ya kufika katikati mwa jiji. Maafisa wa usalama waliokuwa wamejihami walitumia nguvu kuwatawanya waandamanaji hao, huku baadhi yao wakikimbia katika mitaa ya karibu kuhepa kukamatwa. Wakati huo huo, kundi la pili la wanaharakati wa haki za binadamu lilizuiwa pia kuingia katika eneo la KICC wakati kikao kikuu cha mkutano huo kikiendelea. Mvutano uliongezeka katika barabara ya Uhuru Highway ambapo watu kadhaa walikamatwa walipokuwa wakijaribu kusogea karibu na eneo lililokuwa limewekewa ulinzi mkali. We are going to the street today to demonstrate to the Kenyan people that there are some sane people in Kenya who are able to advance an anti-imperialist agenda. What I will say firstly is that Emmanuel Macron represents French imperialism, not Pan-Africanism. He is not a Pan-Africanist, he is an imperialist. Wakati huo kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amesema kuwa mkutano wa maendeleo ya Afrika ulikuwa mkutano uliolenga kugeuza fikra ya Kenya kutoka kwa masuala muhimu yanayowaathiri kwa sasa. We want to let them know whom they are dining with. Mr. William Ruto, a man who is the greatest disrespecter of the rule of law, the greatest human rights violator, a vicious man, a callous character, a con master and a practicing dictator. Instead of boasting of hosting over 30 presidents in Nairobi, William Ruto must focus on solving domestic issues. 3 days ago, six Kenyans in Mandera were brutally butchered by Jubilant forces who continue to illegally occupy the Kenyan soil. Polisi hawajatoa taarifa rasmi kuhusu sababu za maandamano hayo wala mashtaka yanayoweza kuwakabili waliokamatwa, huku shughuli za mkutano huo zikiendelea chini ya ulinzi mkali. Catherine Moraget, KTN, Nairobi. Tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imesema inahitaji shilingi bilioni 74.8